tu kidogo naweza choma nchi. Ulimi unaweza fanya watu wafanye makubwa sana. Ulimi, jinsi tulivyoona katika vyombo vya habari, tuliona ndimi zilitumika na vijana wetu wamefanya madhara. Tuelewi kwa sababu sisi wanasiasa, nasikia kuna Gen Z na guns, hatujui ni lipi, lakini ni maneno yalitumika. Whatever the case, ni maneno yalitumika, ikawa moto, wakaakishwa, na wakawa hata na ziwa hiyo moto wamechomwa, wakafanya madhara mengi kwa sababu ya ndimi za viongozi wetu. Maneno ambayo tunayanena kutoka midomo zetu yanatoka ndani ya moyo. Ni kile umejaza moyo. Ukitaka kujua mtu kile kimemjaza ndani ya moyo wake, tazama neno analolinena. Ananena nini? Ananena nini? Yale anayoyanena yanatoka moyo wake. Jinsi moyo wake ulivyo, yanaweza shape, toa sura, yanaweza haribu environment. Maneno ambayo tunayanena yanaweza haribu. Boma nyingi zimeharibika, si kwa sababu kuna nini, lakini ni kwa sababu ya maneno ya midomo. Inaharibu ndoa. Nchi yetu ya Kenya, kuna maneno inanenwa na viongozi mbalimbali, lakini neno ni hili linaleta matokeo ya ajabu sana, kulingana tu na maneno ya ulimi, maneno ya ndimi zetu. Na nataka tufundishane hivi ya kwamba maneno yako na roho. They have a spirit quality that shapes our world. Yani maneno yako na roho ambayo inaumba environment. Na environment, mtu mmoja akiwa na hasira, kupitia neno anaambukisha wengine. Neno ya hasira inaweza lete environment, atmosphere ambayo iko na mtafaruku, tension na maroho ya kipepo. Kuna matunda yake ya maneno ambayo tunatoa katika midomo yetu, ambayo inaitwa the consequences. Kuna maneno tunapanda, tunayenena ni mbegu tunapanda. Leo tuone maneno, the Bible pictures of negative words, maneno ambayo tunayanena. Number 1, maneno mengine tunayoyanena kupitia ndimi zetu ni kama ugonjwa wa kansa. Kansa ambayo inaenea. Kansa inakula polepole, inakula polepole. Hata maneno mengine ambaye ni maneno ya kuvunja moyo yanaweza kula mtu polepole. Ni kama nini? Kama ugonjwa wa kansa. Tusitumie ndimi zetu sawa kama kansa. Ni uovu usiotulia. Ulimi, wapende, watu wametumia ulimi vibaya. Watu wamevunja maboma, ndoa nyingi zimevunjika kwa sababu ya ndimi. Nchi yetu ya Kenya kuna vitu, mambo tunayasikia. Ulimi tu, ulimi unatenda mambo makubwa kupitia tu mtu mmoja. Ulimi unaweza leta rust pole. Na rust ni nini? Rust ni jambo ambalo
inakula, it destroys, inaharibu uhusiano kama kutu, inakula polepole. Hata familia wanakuliwa polepole, kanisa, ushirika, jamii, community inakuliwa polepole sababu ya maneno ya mtu mmoja ambaye ametumia ulimi wake vibaya. Ulimi unaweza tumika kama sumu ya nyoka. Hapo hapo tumesoma Yakobo 3 mstari wa 8b, umejaa sumu iletao mauti. Leo hii, mchana wa leo, nataka ninene na mtu hapa. Unatumiaje ulimi wako? Kuna watu wanatumia ulimi kama atumii kama kansa ama kama kutu. Anaweza tumia kama sumu, anaweka sumu, anarusha. Na vile tunavyojua, kama kuna jambo linaua ni sumu, poison. Leo hii tujitabirie na dini zetu ya kwamba sisi tunaenda mbali, sisi tutashinda, sisi ni washindi, tutainuliwa na Mungu, na hiyo itatimizwa kutokana na dini zetu.